Yes, kwa jina naitwa Justino Nyendeza, ni mkurugenzi wa Safco Academy. Leo napenda kuzungumzia kuhusu mfumo wetu wa Smart Accounting. Maana watu wengi wamekuwa wakijiuliza Smart Accounting ni kitu gani au ni mfumo wa namna gani na unafanya mambo gani? Una tofauti gani na mifumo mingine kama labda pengine QuickBook, Tally na kadhalika. Sasa leo naenda kutoa dondoo kadhaa kuhusu mfumo wetu wa Smart Accounting. Kama jina lilivyo, Smart Accounting ni kwamba ni mfumo ambao ni wa uhasibu na wenyewe umekuwa developed na sisi wenyewe kampuni ya Safco, kwa maana ya kwamba tunamiliki kila kitu, source code na kadhalika. Kwa hiyo ni mfumo ambao unaweza kufanyiwa customization. Maana katika ulimwengu wa sasa kwa kweli kupata mfumo ambao hauendani na shughuli unayoifanya unakuwa unakusumbua. Yaani utajikuta muda mwingi unatamani kitu fulani kiwekwe alafu hautaweza kukipata hicho kitu au hautaweza kuwekewa. Hiyo inaweza katokea pale ambapo umenunua mfumo ambao yule aliyekuuzia hana zile source code, kwa hawezi kufanya chochote. Sasa tofauti na sisi jinsi tulivyo, source code ni za kwetu, kwa hiyo kufanya customization ni kitu cha kawaida kabisa katika mfumo wetu. Kwa hiyo mfumo huu wa Smart Accounting ni mfumo wa uhasibu ambao una features zote za kiuhasibu. Kwa maana ya kwamba una sehemu ya accounting module, ina sehemu ya inventory management, ina sehemu ya sales management, lakini pia ina sehemu ya purchase management. Katika accounting kuna sehemu ya accounting operation, mahali ambapo unaweza kufanya settings zote za kiuhasibu. Kwa maana ya kwamba unaweza ukaseti financial statement line items, tunaziita FSLI. Unaweza pia ukaseti chart of accounts, ukadefine groups zako za financial statements na kadhalika. Lakini pia unaweza kufanya operations zote, kwa mfano kutengeneza payment voucher, kutengeneza receipt voucher, ku create bank accounts, kufanya bank reconciliation, ku fixed asset na mambo mengine mengi. Na unapata report zote za kiuhasibu. Kwenye upande wa report ziko nyingi, lakini zile basic hazikosekani. Tunayo ya income statement au statement of profit or loss, tunayo statement of financial position au balance sheet, tunayo statement of cash flows, na tunayo changes in equity, statement of changes in equity, lakini pia tuna accounting notes ambayo inaonyesha breakdown ya kila figure ambayo imeingia kwenye financial statement. Kwa hiyo hapo kwenye upande wa uhasibu unaweza ukafanya mambo mengine mengi. Kwa mfano unaweza kuseti pia masuala ya budget, ukapata zile budget report ambapo ukisha seti budget yako, labda tunategemea kuspend this au kukusanya kiasi fulani cha mapato, then ile budget ukisha set, ile mfumo wakati unarekodi zile actual zinaendelea kufanya comparison kati ya actual na budget ili baadaye uweze kupata ile budget variance. Lakini pia unaweza kujua mpaka sasa hivi katika achievement au performance achievement ya budget yako umefikia asilimia ngapi. Kwa hiyo kwa upande wa accounting kuna mambo mengi unayoweza kuyafanya. Mbali na hayo pia unaweza kufanya hata bank reconciliation. Bank reconciliation tumeweka katika namna ambayo ni very automated, ambapo mtu unatumia tu kutik, unatik na miamala inaenda vizuri. Lakini katika hali ya kiteknolojia ambayo inaendelea kuongezeka, itafikia hatua hata bank reconciliation haitakuwa na kazi kubwa sana, kwa sababu mfumo wetu huwa tunaweza kufanya pia na integration na malipo. Kwa namna gani? Okay, katika mambo ya integration tuna uwezo wa kuintegrate na benki ambayo tegemea na benki unayoitumia. Kwa mfano kama unatumia SRB au unatumia NMB na benki yoyote nyingine ile, ambapo tunaweza tukafanya integration na hiyo benki katika njia mbili. Moja ni katika kukusanya au tunasema ni collection ya mapato yako unapokusanya, lakini pia katika kufanya payment. Kuna hizo njia mbili, unaweza kuwa unafanya malipo au unafanya malipo kwa maana ya kulipa au unapokea pesa kutoka kwa wateja. Kwa zote hizo zinakuwa integrated na benki, kwa maana ya kwamba mteja akitaka kulipa benki ule muamala anatumia control number, kwa hiyo muamala unajipitisha moja kwa moja kwenye mfumo. Lakini pia hata kampuni yako ikifanya
payment, labda unalipa mishahara na kadhalika. Unapolipa kupitia benki, then wakati tumefanya integration, ule muamala unajipitisha moja kwa moja kwenye mfumo. Kwa hiyo hapo unakuwa umepunguza kazi kubwa sana ya kuja kufanya baadaye reconciliation. Kinachobakia ni vitu vidogo vidogo tu, labda kama bank charges, monthly maintenance fees na kadhalika. Vitu ambavyo havitakuchukua muda sana kwa sababu zile transactions nyingi au miamala mingi tayari unakuwa umeshaifanyia kazi automatically kwa sababu muamala unakuwa unajirekodi. Lakini pia mbali na hiyo, tunajua watu wote sio kama wanaenda mpaka benki kulipia. Sasa hivi kuna mobile payments. Unaweza ukawa na simu yako unatumia Swiss banking, unatumia labda M-Pesa, Halotel na kadhalika. Kwa hiyo kwa kutegemea na mtandao wote utakao kuwa nao, unaweza ukatumia pia mobile payment. Tukifanya mobile payment, tunafanya pia mobile integration. Tukifanya mobile integration meaning ni kwamba wewe ukiwa na simu yako unaweza kumlipa huyo anayekudai au hiyo kampuni, yani kapokea malipo kupitia kama ni M-Pesa, Tigo Pesa na kadhalika, mitandao yote. Mteja anapokuwa analipa ule muamala moja kwa moja una reflect kwenye accounting system, lakini pia unakwenda kwenye collection account yako ambayo wewe utakuwa umeingia mkataba na huyo na vendor ambaye ana provide hiyo service ya mobile payment gateway. Kwa hiyo ukishafanya hivyo, basi mambo yanakuwa ni rahisi kabisa kwa upande wa uhasibu, kwa maana ya kwamba unakuwa umeenda kisasa, kwa maana ya kwamba miamala yote unayoifanya inajirekodi moja kwa moja. Lakini pia tuna facility ya masuala ya message kwenye huo mfumo, kwamba inaweza kubakia pengine umempatia mtu due date ya kulipia madeni yako, pengine ni siku 30 labda. Zinapozidi kupungua zile siku, mfumo unaweza kutrack, lakini pia unaweza ukaset kwamba zikibakia labda siku 3 au siku 5, huyu mteja au anatumiwa message kwa njia ya simu ili iwe kama kukumbusha kwamba muda wako wa kulipa unakaribia. Kwa hiyo hizo facilities zote tumeziweka kwenye mfumo wetu, ambapo mtu anaweza akapata zile message kama reminders, au ni mtu anayelipa au mwenyewe unadaiwa na supplier wako, zimebakia siku kadhaa, unapata message kwamba sasa muda unakaribia kulipa na kadhalika. Kwa hiyo kuna mambo mengi tunayoweza kuyaprovide kwenye au kuyapata kwenye mfumo kwa upande wa uhasibu. Lakini pia kuna upande wa sales. Kwenye sales tumeweka vitu vyote muhimu kwa mtumiaji. Kwa mfano, kama ni place mambo ya sales order, lakini pia masuala ya POS take into account kwa wale ambao wanafanya cash transactions. Lakini pia kuna wale wanaonunua, pengine unauza kwa madeni, on credit ambao tunasema tunatumia sales invoice. Lakini pia kuna zile kutrack, tuseme mtu umemuuzia kitu amekurudishia, kwa hiyo kuna masuala ya credit note. Lakini pia kuna masuala ya delivery note na kadhalika. Kwa vyote tumeviweka au tumevitake into account. Lakini pia unaweza kupata ripoti mbalimbali kwenye sales zote, ikiwa ni moja wapo ikiwa ni kujua zile balances za wateja wako na wadai, kupata aging analysis report na kadhalika. Hali kadhalika kwenye purchase ni hivyo pia kama tulivyoona kwenye sales. Mambo yote yale ya purchase invoice yanakuwepo, mambo ya debit note yanakuwepo, mambo ya purchase order yanakuwepo na kadhalika. Mbali na hayo, sasa tumeweza kuweka pia sehemu ya zile tunasema ni process flow ya approval. Process flow ya approval kwa maana ya kwamba initiator au mfanyakazi anaweza akawa anataka kuomba pengine malipo ya safari au chochote kile anachotaka kuombea, ana request, then natoka hapo inaenda kwa mtu anaye approve, anaye check, kitoka hapo inaenda kwa mtu anaye approve kutegemeana na levels ambazo unakuwa umezidefine. Na pia tuna facility kwamba utakuwa una uwezo wa kuupload signature kwenye mfumo. Kwa hiyo process inapokuwa inaenda, zile files au signature inakuwa attached to zile digital documents moja kwa moja. Kwa hiyo inakuwa inaenda na kila stage inayokwenda unakuwa notified kwa SMS kwamba labda pengine malipo yako au request ya malipo yako imeweza
kufika kwa level 1 ya mtu anaye approve, na yule mtu pia anapata notification kwamba kuna request inasubiria approval yako, itaenda kwa mtu wa pili, itaenda kwa mtu anayefanya payment na kadhalika. Kwa hiyo process yote inakuwa ni automated, haihitaji kwamba uwe mahali hapo ofisini tu ili kuweza kuapprove payment. Tunaweza kuapprove ukiwa mahali popote, either kwa kutumia simu au kutumia kompyuta. Na wale ambao wanatumia pia masuala ya retirement yote tumeyatake into account. Kama unafanya pengine ni impressed with retirement au impressed without retirement, inategemeana na jinsi wewe mwenyewe utakavyochagua. Kama unafanya impressed with retirement means uta request ile impressed yako, then ukisha request hapo kwanza tutaenda kutrack ile impressed receivable. Baada ya kufanya sasa retirement itakuja kuwa expensed na kwenda kupunguza ile impressed receivable. Kwa tumeweza kutake into account vyote. Endapo utakuwa unatumia impressed system ambayo ni with retirement au without retirement, zote tumezitake into account, ambapo wewe unakuwa tu unajaza. Lakini mbali na hayo pia mfumo wetu tumeweza kuweka na HR, human resources, kwa ajili ya kuautomate masuala ya payroll. Kwa hiyo masuala ya payroll yanakuwa ni very simplified. Ukishaingiza wafanyakazi wako, una click tu button ya kugenerate payroll, then inaenda kuvuta wote, na kila mtu kutokana na configuration zilizofanywa kwenye mfumo inaenda kucalculate ile payroll yake, na unaweza ukapata reports mbalimbali. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli tumefanya kiendane na mazingira yetu ya Tanzania. Naamini kabisa ukiweza kujaribu mfumo wetu utaweza kufurahia, kwa maana ya kwamba features zilizopo ni advanced features, lakini pia ni mfumo ambao ukiwa na changamoto yoyote au unahitaji kuwekewa kitu cha ziada, then hiyo iko ndani ya mikono yetu. Tunaweza tukafanya hizo customization ili kuweza kuendana na operations zako, tunasema ni business process yako. Na ni mfumo ambao unafaa makampuni mbalimbali, kuanzia small business mpaka large business. Inawezekana hata wenye maduka au wengine sijui na service company au na kampuni na wengine na groups, vyote hivyo vinaweza vikawa taken into account kwenye mfumo. Sasa mbali na hiyo smart accounting ambayo nimeelezea, mifumo mingine najua pia yawezekana ukahitaji kufahamu, ila tunayo mingi tu kwa watu ambao wanadili na masuala ya real estate. Kwa mfano watu ambao wamejenga nyumba apartments hizi kwa ajili ya kutrack wapangaji na kadhalika, mfumo wake huko unaweza kupata. Kuna wale watu wenye microfinance, tunayo mfumo wa smart finance ambapo unaweza kutumia kabisa na kuweka uwe mtu wa kidigitali, na sio microfinance tu, pamoja na SACCOS. Lakini pia kuna zile NGO ambao wanahitaji pia kutrack masuala ya donors na kutoa ripoti mbalimbali, na wao pia mfumo wao upo. Lakini pia tuna mashule, tunao mfumo wa smart school ambapo unaweza ukapata business process nzima ya shule na iko katika professional way. Kwa naamini unaweza kupata maelezo ya kutosha kwenye mfumo wetu. Basi mimi nakukaribisha utembelee kurasa zetu za social media hizi za Instagram, YouTube, Facebook. Utaweza kupata taarifa nyingi kuhusu Safco Academy, lakini pia ukitembelea tovuti yetu www.safco.co.tz utaweza kuona mifumo yote tulionayo na maelezo ya kutosha. Lakini pia unaweza ukatupigia simu kwa namba hizo ambazo zinaonekana katika video. Asante na karibu sana.